Mwaka 2019 bwana Jeffrey Epstein alikamatwa kwa kesi ile ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto wadogo kati ya umri wa miaka 13 mpaka 15 na akafungwa katika gereza moja kule nchini Marekani. Lakini katika mwaka huo Jeffrey Epstein alikutwa amefariki. So guess what? Baada ya familia nyingi kuhusisha ama kumripoti kuonekana kwamba ndiye anahusika na upoteaji wa watoto kutokana na network aliyokuwa nayo kubwa, ndipo sasa serikali ya Marekani kaamua kumfunga, na baada ya kumfunga ndio hivyo, haikupita muda inasadikika kwamba alikufa. Sasa baada ya kifo chake ni muda kidogo umepita kutoka mwaka 2019 mpaka leo as we talk now mwaka 2026. Sasa ndio mafaili yanakuja kuleak, mafaili yanayohusiana na kesi zake ama kesi yake, kwa sababu toka pale issues za human trafficking, kesi yake ndio ilikuwa kesi kubwa ambayo inaongoza kwa issues za human trafficking pamoja na masuala ya unyanyasaji wa kingono kwa watoto wadogo pale nchini Marekani. So kumbe bwana, toka kipindi hicho bado investigation ilikuwa inaendelea kufanyika. Guess what? Mwaka 2026 sasa ndo a lot of files, a lot of documents zinakuja kuwa released. Sasa inaonyesha kwamba sasa alikuwa anahusishwa na viongozi wengi sana. Sasa kilichoonekana ni kwamba sio kwamba kuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha kwamba viongozi hao wameshiriki moja kwa moja, no, lakini katika zile footage imeonekana kuna email nyingi sana. Yule bwana alikuwa ametuma email nyingi sana hizo za mialiko kwenye party zake katika kile kisiwa chake ambacho alikinunua pale nchini Marekani, lakini pia pamoja na picha ambazo zilikuwa zikimuonyesha akiwa na viongozi tofauti. Lakini pia kuna picha nyingi ambazo zinaonyesha rituals, masuala ya uchawi hayo, masuala ya Illuminati ya kutosha pale anaonekana. Lakini pia picha zikionyesha nyama za watu watu wamechomwa na nini, vitu kama hivyo, lakini watoto wadogo wakilitiwa. Picha ziko nyingi sana ambazo zinaonyesha matukio mengi ya ajabu. The bad things ni kwamba hata viongozi wakubwa wengi wameonekana katika matukio. So guess what? Moja kwa moja watu wakiona vile wanashtumu na wanaona kwamba hii kitu ni viongozi wetu pia walikuwa kishiriki, ama watu hao wakubwa walikuwa kishiriki. Na miongoni mwa watu hao kama nilipokuambia kwamba ni Rais wa Marekani Donald Trump yupo kwenye hiyo case, lakini pia miongoni mwao pia wapo matajiri mastaa na Jay-Z wamementioniwa pale, wapo wanamuziki wengi ambao wamekuwa mentioned pale, hata Michael Jackson pia amekuwa labeled katika hiyo, ameonekana katika hizo footage. So ni vitu vingi sana. Baadhi ya watu wanamhusisha kwamba Jeffrey Epstein kwa sababu nature kiasili yeye ni Myahudi, kwa hiyo watu wengi wana guess kwamba kutokana kwamba yeye ni Myahudi maana yake alikuwa anatumiwa na shirika ama ile ya shirika la Mossad, ambao tunajua kwamba ili shirika ndio shirika kubwa la kijasusi la pale nchini Israel, ambalo Israel huwa analitumia kwa ajili ya kucontrol dunia, kuangalia mienendo ya viongozi mbalimbali katika dunia. So guess what? Sasa watu wana guess kwamba itakuwa pengine Mossad walikuwa wakimtumia kwa ajili ya tunaita kwa blackmail viongozi wakubwa, yani kwa blackmail maana yake wanakupa nafasi ya kwamba utakuwa kiongozi, lakini pia unakuwa under condition, unakuwa treated under contract, unakuwa na contract now. So hata kama wakikwambia ufanye hivi, you should have to do, because wana details zinazokuhusu wewe ambazo ni aibu. Maana viongozi wengi wametengenezewa aibu. Sasa kila kiongozi sasa hivi ambaye akiambiwa kwamba umeonekana kwenye zile footage za mafaili ya Epstein, anakanusha. Why? Kwa sababu imekuwa inaonekana kwamba pia wewe umeshiriki kwenye hizo issue za human trafficking, lakini pia masuala ya mauaji ya watu, ulaji wa nyama za watu na rituals tofauti. Sasa pia anahusishwa na masuala ya rituals za Illuminati na vitu vingine kama hivyo. Bwana, imekuwa ni kesi ambayo imechukua uzito mkubwa na faili ambazo mpaka sasa zimetikisa dunia. As I told you, pengine ulikuwa hujasikia, lakini ni kesi ambayo imetikisa dunia until now. The world is shaking, viongozi wanashake, viongozi wakubwa wanashake. Na nitakuja kukuambia ni kwa nini sasa taarifa zinasemaje, au ni kwa nini sasa imekuja kutokea toka mwaka 2019 mpaka leo. Sasa ndo files zinakuja kuleak, na kwa nini na zimetokea wapi, na watu wanasadiki kwamba itakuwa ni nani ambaye ameweza kulipua hizi information na zimeanza kuchukua attention. Imekuwaje, na kwa nini zinahusishwa na shirika la Mossad ambao ni shirika kubwa sana la kijasusi duniani ambalo lilitokea pale nchini Israeli kwa ajili ya blackmail viongozi wakubwa na vitu kama hivyo. So vyote hivyo, taarifa ni nyingi sana, a lot of information ambazo zitakuja kuonekana, na endelea kufuatilia utafahamu kila kitu.